Mshauri wa rais wa Urusi Yuri Ushakov ameshutumu Umoja wa Ulaya kwa kile alichokiita chuki ya pamoja na ya kipofu dhidi ya Moscow, akisema hali hiyo imefikia kiwango ambacho hata Marekani haiwezi tena kushawishi viongozi wa Ulaya kuchukua msimamo wa kiusalama na kimantiki kuelekea Urusi. Akizungumza katika mahojiano maalum na mwandishi wa habari wa Urusi Pavel Zarubin siku ya Jumapili, Ushakov alisema ameshangazwa na kiwango kikubwa cha uongo na upotoshaji unaoenezwa na wanasiasa wa Ulaya kuhusu Urusi, akisisitiza kuwa kampeni hiyo ya chuki imefanya mazungumzo yoyote ya kidiplomasia kuwa yasiwezekane kabisa. Anasema, nimeshangazwa sana kwa kiwango cha uongo wa wazi kabisa unaenezwa kuhusu Urusi na viongozi wa Ulaya, alisema Ushakov, na bila shaka nimeshangazwa zaidi kuona kwamba chini ya wingu la uongo huu na chuki, mataifa ya Ulaya yameungana kiasi cha kuzungumza kwa sauti moja dhidi ya Urusi, sauti ya uchokozi, ya uhasama na ya ukatili. Mshauri huyo wa Kremlin alieleza kuwa hali hiyo ya umaskini wa kimawazo inafanya iwe vigumu sana kwa mataifa ya Ulaya kutafuta suluhisho la kweli la kidiplomasia kwa migogoro iliyopo, ikiwemo vita vya Ukraine. Aliongeza kuwa hata ushawishi wa Marekani, ambao kwa miongo mingi umeongoza sera za usalama za bara la Ulaya, umekuwa dhaifu mbele ya muungano wa chuki. Kiwango cha chuki ya pamoja ya wazungu dhidi ya Urusi kimefikia hatua ambayo hata drili ya Kimarekani haiwezi kupenya, alisema Ushakov kwa kejeli, akimaanisha kwamba hata shinikizo au ushawishi wa Washington hauwezi kuvunja ukuta wa kisiasa uliojengwa na viongozi wa Ulaya. Kauli ya Ushakov imekuja wiki chache baada ya Rais Vladimir Putin kutoa onyo kali kwa mataifa ya Ulaya dhidi ya kile alichokiita kupandikiza hofu bandia kwamba vita na Urusi viko mlangoni. Akizungumza katika kongamano la Valdai mjini Sochi Alhamisi iliyopita, Putin alisema kwamba mataifa ya Magharibi, hasa Ulaya Magharibi, yanaendeleza hysteria isiyo na msingi kwa malengo ya kisiasa ya ndani, akionya kuwa hali hiyo inazidisha mwelekeo wa kijeshi na kuvuruga utulivu wa bara hilo. Wananchi wa Ulaya wanapoteza mwelekeo halisi, alisema Putin. Wanaambiwa kila siku kwamba vita na Warusi vinakaribia, ili hali ukweli ni kwamba matatizo yao makubwa yapo nyumbani, ikiwemo mfumuko wa bei, nishati na kuyumba kwa jamii zao. Katika maelezo yake, Ushakov pia aligusia hali ya mkwamo katika mchakato wa amani wa Ukraine, akituhumu mamlaka ya Kiev kwa kutotaka kabisa kumaliza mapigano. Alisema kwamba makubaliano yaliyofikiwa kati ya Putin na rais wa Marekani Donald Trump huko Alaska mwezi Agosti ndio nyota ya mwongozo katika juhudi za kumaliza vita hiyo. Makubaliano hayo yasiyo rasmi yaliripotiwa kuweka msingi wa mazungumzo mapya ya usalama barani Ulaya, ambayo yangelenga kujenga uhusiano wa muda mrefu wa amani kati ya Urusi na mataifa Magharibi. Hata hivyo, nchi za Ulaya hazijatoa mwitikio wa wazi, huku baadhi ya viongozi wakisisitiza kuwa hali ya sasa hairuhusu mazungumzo yoyote na Moscow. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umeendelea kuongeza matumizi yake ya kijeshi kwa kiwango cha kihistoria. Katika mkutano wa kilele wa NATO uliofanyika mjini The Hague mwezi Juni, nchi wanachama zilipitisha mpango wa kuongeza matumizi ya ulinzi kutoka 2% ya pato la taifa hadi 5% ifikapo mwaka 2035. Umoja wa Ulaya yenyewe imeidhinisha programu kadhaa mpya za kijeshi mwaka huu, zikiwemo mpango wa Rearm Europe wenye thamani ya euro bilioni 800 sawa na dola bilioni 930, ambazo unalenga kuboresha uwezo wa kijeshi wa bara hilo na kupunguza utegemezi kwa Marekani. Hatua hiyo imeelezwa na Kremlin kama ishara ya wazi ya maandalizi ya Ulaya kwa mzozo wa muda mrefu. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov hivi karibuni alishutumu serikali ya Ujerumani kwa kurudia malengo ya Adolf Hitler kupitia sera zake za kuunga mkono Kiev kijeshi. Kauli hiyo imezua hisia kali Ulaya, huku baadhi ya viongozi wa Magharibi wakidai Urusi inajaribu kutumia propaganda kuficha uharibifu wake nchini Ukraine. Hata hivyo, kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kimataifa wa Moscow, kauli za Ushakov na Putin
zinaakisi msimamo mpya wa Urusi wa kuto kutegemea tena diplomasia ya Ulaya na badala yake kuimarisha ushirikiano na Asia, Afrika na Amerika Kusini, sehemu ambazo zinachukuliwa kuwa zisizo na chuki ya kihistoria dhidi ya Warusi. Sasa tukitizama uchambuzi hapa walau kidogo wa hichi ambacho tumekisikia ni kwamba kauli ya Yuri Ushakov kwamba Ulaya imeungana kwa chuki dhidi ya Urusi ni zaidi ya malalamiko ya kidiplomasia. Ni tafsiri ya hali halisi ya kisiasa inayoendelea barani Ulaya, mabadiliko ya kihisia, kiusalama na kiutamaduni ambayo yamelifanya bara hilo sasa kugeuka kuwa kambi ya kisiasa yenye msimamo mmoja dhidi ya Moscow. Tukitizama Ulaya katika kipindi cha kisasi cha kihistoria kwa ufupi sana ni kwamba baada ya vita vya Ukraine kuanza mwaka 2022, uhusiano kati ya Urusi na Ulaya ulivunjika kwa kiwango ambacho haujawahi kushuhudiwa tangu enzi za vita baridi. Miji kama Berlin, Paris na Warsaw imekuwa ikiongoza kampeni za kidiplomasia za kutenga Urusi, huku vyombo vya habari vikichora taswira sasa ya Kremlin kama adui wa kistaarabu wa Ulaya. Ushakov kwa upande wake anaona mwelekeo huu kama kisasi cha kihistoria, hali ambapo Ulaya sasa inataka kujisafisha kwa makosa ya zamani kwa kuonyesha uadui mkali kwa Urusi. Lakini kingine pia tukitizama kuanguka kwa ushawishi wa Marekani katika Ulaya ni kwamba kwa muda mrefu Washington imekuwa msukumo mkuu wa sera za usalama za Ulaya, lakini huyu mshauri wa Kremlin, namzungumzia Ushakov, anasema sasa Marekani haina tena uwezo wa kuzuia kasi ya muungano wa chuki. Kauli yake kwamba hata drill ya Kimarekani haiwezi kupenya inamaanisha kwamba mataifa ya Ulaya yamepoteza ule utegemezi wa kisaikolojia kwa Marekani na sasa yanafanya maamuzi ya kisiasa kwa misingi ya hofu na hisia, si kwa busara ya kidiplomasia. Hii ni hoja nzito sana kwa sababu inagusa msingi wa NATO yenyewe, ushirikiano wa kiusalama uliojengwa kwa dhana kwamba Marekani daima itaongoza. Ikiwa Umoja wa Ulaya sasa imegeuka kuwa chombo kinachochochea vita kwa hiari yake, basi uhusiano huo unabadilika kuwa usawa mpya wa nguvu ambapo Marekani inakuwa mwangalizi zaidi kuliko kinara. Lakini huyu Ushakov pia amejaribu kugusia swala la upotoshaji wa habari na vita vya simulizi, yani Kiingereza wanaita information warfare. Ushakov analalamika kuhusu kiasi cha uongo wa wazi unaoenezwa na wanasiasa wa Ulaya. Hili linagusa swala nyeti, vita vya simulizi. Katika mazingira ya kisasa, si risasi wala makombora yanayoamua mtazamo wa umma, bali taarifa. Vyombo vya habari vya Ulaya kwa sehemu kubwa vimejikita katika simulizi la Urusi kama tishio la kidemokrasia. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vya Moscow vinaendeleza simulizi la Magharibi kama chanzo cha uharibifu wa dunia. Hii inafanya hali kuwa tete zaidi. Hakuna tena ukweli wa pamoja wa kidiplomasia, bali makundi mawili yanayotengeneza ukweli wao wenyewe. Sasa ukitizama hapa uamuzi wa Ulaya kuongeza matumizi ya kijeshi, ishara ya hofu au maandalizi ya vita, ni swali pia ambalo linaibuka. Kiwango cha kupandisha matumizi ya kijeshi kutoka 2% hadi 5% ya GDP, gross domestic product, ifikapo mwaka 2035 ni hatua kubwa. Hii ni zaidi ya ongezeko la bajeti, ni mabadiliko ya kimkakati. Umoja wa Ulaya sasa inataka kujitegemea kijeshi, na hiyo inamaanisha kuondoa utegemezi kwa Marekani. Kwa Kremlin, hii inatafsiriwa kama ni maandalizi ya wazi ya vita vya muda mrefu barani Ulaya. Kwa upande wa ndani, viongozi wa Ulaya wanajitetea kwamba hatua hii inalenga kujilinda, lakini kwa Moscow ni ushahidi kwamba Ulaya haiko tena kwenye njia ya diplomasia bali ya kijeshi. Ushakov anaona huu ndio uthibitisho wa chuki iliyokita mizizi, chuki inayojengwa si kwa maneno bali kwa bajeti. Lakini kuna jambo lingine hapa, athari kwa mchakato wa amani
wa Ukraine, lakini pia tutaendelea kuchambua katika taarifa zetu ambazo zinafuata. Muhimu na kuomba usubscribe channel yetu hii mpya ya Dama Habari. Asante sana.